Unajua sijui ni waeke fungu gani jamani Viumbe hamchukuliki, hamthaminiki, hamhesabiki. Yani ilimradi tafrani taimu. La faraja kwenu imekuwa dhiki kweli kweli. Jema kwenu limekuwa baya. Mna nini viumbe jamani? Mnatusulubu watoto wanawake wenzenu. Kazi kweli kweli. Lakini ndo kawaida yetu binadamu Ndo kawaida yetu shoga yangu. Yani kila unalofanyiwa unaliona baya kweli kweli. Yani lile zuri we yani huthaminiki. Vile nilivyowathamini jamani, mnaona si lolote si chochote. Kumbe nyinyi ni wakosefu wa imani tu. Hamna wema, hamna shukurani kila mnalofanywa. Na maisha yote mnaambiwa fadhila mfadhili mbuzi bwana. Fadhila mfadhili ng'ombe, mwisho wa siku utapata supu. Lakini binadamu shoga yangu, utatafuta bofu tu shoga yangu, utakunywa kiroho safi. Lakini binadamu hathaminiki hata siku moja. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, hii ni chapuo ya ZBC inayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia majira ya saa 4 hadi saa 6 kamili za mchana. Saa 6 kamili za mchana tunachukua kila kilichopo humo ndani, tunaondoka zetu. Tunasemaje? Tunazima zote, tunawasha ZBC tu ndani ya chapuo. Hatuna mbambamba sisi. Kila siku tunajipya utatusemea wapi kwa mfano? Utatutafutia wapi kwa mfano? Unaanzaje kupingana na sisi kwa mfano? Upingane na sisi hata siku moja. Hii sisi ndio sie namba moja ni moja tu. Wa kwanza tu. Mikasa Uswahilini kama kawaida utapata kuisikia. Tuna mambo kemkem ambayo leo tumekuwekea, lakini vile vile birthday kwa wale waliozaliwa kwa siku ya leo tarehe 29 tutakuja kuwapongeza hapa kama kawaida. Keki tutakata bwana, kiroho safi. Hatuna chuki, mialiko tunapokea kwa sana tu. Tuko vizuri katika mialiko. Fadha vipi? Tuko vizuri katika mialiko, tualike tu. Na maisha yote wanaambia ukialikwa alikika. Na sisi tunalikika vizuri vizuri. Mwanamke jasiri hali kadhalika, kama kawaida. Mamake na kufanya kitu kibaya, kwa sababu maisha yote unapokuwa na hasira unaweza ukafanya kitu kibaya, alafu baadaye ukaja ukajutia hasira zishatoka. Kuna watu wameumbwa duniani kwa ajili ya kuwasoma wenzao au kuwaharibia wenzao. Wameumbwa kwa ajili ya hivyo, na neno hilo sana ni mkoti DJ Father anapenda kulizungumza sana. Kuna watu bwana wameumbwa kwa ajili ya kuwaharibia wenzao. Wakiona wenzao wanaharibikiwa katika maisha, wanaona wao alhamdulillah, haijalishi hawapati chochote kwa sababu hasira.
kutoka ndani ya pambazuko. Kwanza watu watashangaa. Kutoka ndani ya pambazuko hadi kwenye chapuo. Unaambiwa lisilobudi hutenda. Lakini kusikiliza ipi kali, umenifahamu bwana lakini pia vile vile mikasa uswahilini, mwanamke jasiri, kuna mapishi mengine, au sio? Kama kawaida. Kama kawaida tuende kwenye mikasa uswahilini, ambacho kipengele hicho watu wengi sana wanakisubiri. Imekuwa kawaida, ni jambo la kawaida sasa hivi linachukuliwa kwa baadhi yetu sisi. Linapotokea jambo la huzuni, tunaweza kusema jambo la huzuni kwa sababu tunazungumzia hizi talaka. Tumeshuhudia kule Tanga, kuna dada mmoja alifanya sherehe baada ya kuachwa. Alifanya sherehe, tena sherehe kubwa sana, na watu wakahudhuria. Kwa hiyo leo tutazungumzia swala hili. Na hapa Zanzibar baadhi yao wanafanya swala hili. Manake unapoachwa katika ile kuchukua vyombo, imekuwa kawaida baadhi yao huenda kutafuta mabeni tena. Ya kuchukulia vyombo. Vyombo hivyo tena unaalikwa na vijora. Upo na vijora. Shoga yangu tarehe fulani ndio nishamaliza Aida, mimi nataka nikachukue vyombo vyangu, lakini sitaki kwenda kimya kimya. Lazima niwaoneshe. Alimradi kila mmoja lazima niwaoneshe kwamba na leo hii ameenda kuchukua vyombo vyake. Lazima niwaoneshe kwamba kwetu mimi bado natakiwa. Sijaiba, manake ndo zetu baadhi yetu. Kwa hiyo sitaki kwenda kimya kimya. Kama nilivyovipeleka vyombo kwa shangwe nilipoolewa, nataka niende kuvichukua kwa shangwe vile vile. Tunachukulia ni mambo ya kawaida. Lakini sio jambo la kawaida. Picha nzuri. Unaambia sio mbele kukute. Alafu unajua hili swala tunalichukulia kawaida sana, lakini lina madhara. Kwa sababu mfano mimi nimeachwa, nimekuja kualika Daasha. Nataka nikachukue vyombo hapa, mimi sijijui, nataka wale wako zangu wanijue haswa kama mimi mambo nayaweza, kama mimi nimeachwa pale sina makasiriko, kama nimeachwa mimi mtoto wao simtaki. Nataka niwaoneshe. Na yule unayemwalika naye analikika. Ushafahamu? Analisherehekea lile jambo. Yaani anakuuliza mara mbili na vijora watu wanaenda kukata. Na wengine ni watu wazima. Na wengine unawafuata wanakwambia hasa nikusaidie kitu gani? Ilo beni mimi nitalichukua hasa. Atalipia. Beni laki ngapi? Gari. Yaani wengine wanakwambia mimi nitachukua gari. Wengine wanakwambia nitakuchukulia mabouncer wakaenda kuchukua vyombo. Si kuna vitanda kule, kuna makabati kule. Lazima uchukue mabouncer. Wengine wanakwambia mimi hapa nalipia beni. Kama beni ni 200,000 nalipia zote. Au wengine wanakuambia kama ni 200,000 tunagawa pasu kwa pasu. Ili mradi tuwaoneshe, tuwakomeshe. Lakini umesahau kwamba na wewe unaenda pale ni mtu mzima. Na yumo ndani, yuko katika ndoa yake. Yupo katika ndoa na ana watoto wameolewa, ama wengine wanatarajiwa kuolewa, bado unamsupport yule mtoto wa mwanamke mwenzako. Ushafahamu jambo hilo sio zuri kabisa, na halipendezi katika jamii, ingawa tunaona ni kitu cha kawaida. Alafu mbaya zaidi na ndio maana hapa mwanzo nilipozungumzia nikakwambieni nataka ngupangeni katika swala la hasira hasara, kwa sababu mimi tayari nishaachwa
nimelichukulia lile jambo la jazba. Hakuna anayependa kuachwa. Mungu akuepushe. Hakuna anayependa kuachwa kiuhalisia. Hata kama utadai talaka, unadai unamsumbua mume, akenda huku akirudi talaka yangu nataka, akenda huku niandike talaka yangu. Pale ambapo tayari umeshaandika, ushakabidhiwa, tayari unaanza kujutia. Kwa nini mimi nilidai talaka? Ndio. Na tunasema kwamba labda Daasha, hili swala likoje kwenye mambo yetu kidogo? Wewe ni mtu mzima kidogo, umepitia mbali kongwe tunasema talaka kwa kweli hata Mwenyezi Mungu ameichukia. Talaka ameichukia Mwenyezi Mungu, na hata kama unaambiwa ikibidi basi itoke, unaambia mwanamke asitoke ndani, akae kwa muda wa miezi 3. Wewe mume mtatengana tu vyumba na mambo mengine, lakini huduma ya chakula pamoja na malazi, kila kitu utamhudumia. Kwa sababu mnapokuwa karibu, kuna mambo tu mengine hamtakiwi kushiriki. Kwa hiyo pale roho zinakuwa zinakuja zinarudi, kwa sababu talaka tunaona inapotoka mambo mengi tu yanajitokeza. Watoto wanakuwa hawana pa kushika, watoto wanatelekezwa, anaachiwa mama peke yake amhudumie. Kwa hiyo mume akishakupa talaka, kwa hiyo mambo mengi ambayo yanakuwa yanajitokeza. Kwa hiyo talaka si jambo zuri, na wala kushabikia hiyo kwa hiyo umeachwa kwa hiyo unaenda kushabikia talaka. Hata kama mume labda alikuudhi ukadai talaka mwenyewe, lakini hakuna haja ya kusherehekea talaka. Hakuna haja kusherehekea. Na unajua kitu kimoja, unajua sisi wanawake tunapokuwa na hasira tunashindwa kudhibiti hasira zetu. Ushafahamu unakuta mimi nimekuja kukualika Daasha. Bwana mimi tena watu wengine wanakuambia kijora nakitoa bure. Bure najitolea. Upo. Kijora natoa bure, nataka nimuoneshe yule mwanamme, ama nataka nionyeshe wifi na wakwe. Kijora bure. Yaani wewe njoo tu na muda wako, ndo muhimu sana, kwa sababu muda ni mali. Ushafahamu? Lakini mwisho wa siku mshaenda kuchukua vyombo, mshafanya sherehe, kila kitu, mnamwacha yule peke yake. Lazima afikirie. Ndio. Lazima afikirie. Nyinyi mshasherehekea, mshapata vijora bure, mshakaa navyo, mshasherehekea, mshacheza wenyewe, lakini mwisho wa siku lazima akae ajutie kwa lile ambalo yeye amelifanya. Lazima kwa vyovyote. Na nishawahi kushuhudia, nasema hivi kwa sababu nishawahi kushuhudia watu walienda kuchukua vyombo Tafran time, waliukamata mtaa, watu nakwambia hamkani asiyojulikana. Kama mtu leo mtu hasalimiani naye, kaenda anasalimiana naye, bwana na kijambo changu nataka unisupport. Unajua Uswahilini kuna vituko. Uswahilini kuna vituko, lakini mimi nikiliangalia hili swala jambo kubwa Daasha amezungumza vitu vile vya kiundani, lakini tukirudi nyuma ndani hasa watu kukosa elimu. Kukosa elimu ya ndoa, kukosa elimu ya kidunia. Kama mtu ambaye yumo ndani ya ndoa alafu ana mambo yale ya elimu mfano ya kidunia na ya akhera, umenifahamu? Vitu kama hivi yafaa hawezi kufanya kabisa, kwa sababu kama umeshiba dini na unaielewa nini maana ya talaka, umenifahamu, huwezi kufanya hivi vitu. Haya mambo yanakuja kutokana sasa hivi mambo ya utandawazi, wakati wa sayansi na teknolojia. Kila mmoja anataka aonekane, kila mmoja anataka kujiona yeye ndo yeye. Kwa nini ukatoe vijora? Kwa nini ufanye sherehe? Umenifahamu? Wewe utakuwa bado hujapata ile elimu ya kujua kwamba nini maana ya talaka. Na tukirudi nyuma tunajua nini maana ya talaka, kwamba watu moja kwa moja pengine hatujapita mavioni, hatujapita katika masuala ya mafunzo ya ndoa, hatujaelewa huko. Watu sasa hivi wanaoana kwenye mambo ya Daasha, kwenye mambo ya mitandao. Watu tunaokotana huko, tunaishi pengine hiyo ndoa yenyewe, pengine watu washaishi miaka 10, alafu ndipo inakuja kufungua ndoa miezi 6 tu, mtu kashanunua kila kitu umekatika. Lakini sasa huyu tumtizame huyu ambaye anakwenda kuchukua talaka kwa magoma, anakwenda kuchukua talaka kwa kutoa sherehe, kwa kufanya sherehe, anatafuta nini kikubwa? Ni sifa za kijinga. Na wewe ambao umekuja kualikwa ile talaka, bwana mimi naenda kusherekea talaka ya shoga yangu, huna elimu. Ndio. Kwa hiyo yote tuzungumze, turudi nyuma, lakini kitu kikubwa kukosa elimu na kutokufahamu nini maana ya talaka, kwa sababu talaka kama alivyozungumza Daasha ni kitu ambacho sio kizuri. Yaani wewe unatakiwa nimekuacha jirani asijue.
aje kujua baada ya eda Daasha, si ndio? Ndio. Kwa sisi ambao tunajua dini, yaani mimi si nimekuacha, unatakiwa ubaki mule mule, unipikie, tunakula, tunafanya, tunakwenda, isipokuwa tu kwamba kilala kila mmoja na chumba chake. Ndio. Lazima tuwe wazi. Hii yote nini? Hii elimu watu hawaifahamu, lakini vile vile unapotaka kuacha unaambiwa usitangazie wala kusiwe na zogo la aina yote. Umenifahamu? Sasa wewe ile mtu ile hajaachwa kashajiacha. Kashajiacha. Umenielewa Rasha? Hatari. Yaani mtu hajaachwa ile talaka, hajaandikiwa wewe talaka si mke wangu. Yeye kashajiacha zamani, anakwenda kudai kwa kazi. Umenifahamu? Na hivi vyote vituko vinatokana kwamba sijui sasa hivi tuseme Daasha, mila na silika na utamaduni unaondoka katika jamii au katika mambo mengine. Ni jambo ambalo sasa hivi limekuwa zito. Atoke angalia katika hizi mahakama zetu za kazi, tuzungumze ukweli tu. Kesi zimekuwa nyingi za kudai talaka. Kweli. Umenielewa? Yaani mtu anaitaka talaka pasipo kujua kwamba talaka ina maana gani. Talaka iombwi. Lakini kitu kidogo sasa hivi mtu nipe talaka yangu, kitu kidogo nipe talaka, hajui nini maana ya talaka. Mpaka majirani huko nje wanasikia. Tena sio nasikia, kashatangazia mtaa mzima, yule bwana ataniacha, atake asitake. Ukiangalia nyuma vishawishi. Umenielewa? Lakini ukirudi nyuma vile vile ukiangalia kukosa elimu tu. Umesikia mama Mipango? Elimu. Ndio. Tuzunguke, tuende kushoto, tuende kulia. Mtu akiwa na elimu, kwanza mwanamke unaenda kwenye ndoa kama una elimu, huwezi kudai talaka. Ndoa unaambiwa ndoa ni uvumilivu. Ndoa mtihani. Umenifahamu bwana? Kuna vitu vingi, kuna wanaume wengine sisi tumejaliwa maudhi tu. Sema kweli. Yaani kuna wanaume wengine tumejaliwa maudhi. Yaani mke anaambiwa umeishi na miaka mingapi yule? 6. Una moyo. Yule baba. Umenifahamu? Lakini unatakiwa uvumilie. Hakuna changamoto zilizokuwa hazina mwisho. Mauzi yanazoeleka mwisho wa habari kujua. Mwanamke ni mtu ambaye anaweza kumrekebisha mwanaume. Tabia, silka, kila kitu. Ukijua zile mbinu za kuishi na mume. Mwanamke. Kweli. Ukiwa unalitaka mumeo afanye kitu fulani, hatafanya. Hutaki basi taratibu. Nini mbinu za kufanya? Lakini bwana yeye yuko hivi. Mke naye yuko hivi. Kweli kutakuwa kuna usikilizaji? Hakuna. Hakuna usikilizaji. Maugomvi kila siku. Kwa hiyo turudi kwenye mada yetu. Swala la kudai talaka, swala la kwenda kuchukua vyombo kwa ajili ya masherehe. Ili swala hata huko wapi mamlaka husika iliingilia kati. Kwa nini iliingilia kati? Umeelewa? Sio jambo sahihi katika dini. Umeelewa? Talaka haichukuli kwa sherehe. Ndio. Talaka ni sumu. Yaani unaambiwa kabisa ikibidi kutoa talaka, unaambiwa ikibidi. Yaani unaambiwa maana yake ikibidi. Ndio. Kwamba sio kitu ni kitu kizito jamani. Talaka imewekwa lakini Mwenyezi Mungu anaichukia. Umenifahamu? Sasa mpaka Mwenyezi Mungu anaichukia. Ndio naambiwa ile swala ikibidi. Ndio utoe hiyo talaka. Umenifahamu? Watu watufahamu. Haya yote tuende nyuma, turudi mbele. Dini tunaziacha. Utandawazi sasa hivi watu umetubeba. Umetuvaa. Tukiona mtu kwenye mtandao na mimi kesho nafanya. Unajua huyu yukoje? Mambo ya kuiga. Unajua na nini? Sasa na wewe kweli kabisa mtu una dini yako, kweli unatoka na wewe unaenda kudai talaka kwa beni, unatangazia mtaa mzima. Hilo swala haliwezi kwenda. Sio jambo zuri kabisa. Lakini yote kwa yote ambayo umezungumzia, kikubwa ni elimu, na ndio maana vikawekwa ofisi ya Mufti yakaweka mafunzo kwa wanandoa, na mafunzo haya ni kwa wanandoa na ambao wanaotarajia kuingia katika ndoa, kwa sababu kuna baadhi ya wanandoa bado hiyo elimu hawana. Na hiyo elimu yenyewe hawana kutokana na nini? Watu tunaacha kwenda mavioni. Umenifahamu? Kwa sababu swala la talaka sana linabezi katika upande wa dini ya Kiislamu. Tuzungumze ukweli tu. Asha wewe kama umeenda chuoni na umesoma unaifahamu kabisa dini ya Kiislamu, huwezi kudai talaka. Huwezi kwenda kusherekea talaka. Lakini unamkuta mtu anakwenda tu kule chuoni, pengine hata huko chuoni yenyewe hajapita toka amezaliwa mpaka anaolewa. Utafahamu?
hakumbuki lini nimekaa mimi nikamwomba Mungu wangu nichukue mswala ni swali. Mwanadamu unakutwa na matatizo, unatakiwa muombe Mungu wako. Umenifahamu? Umepewa talaka, unatakiwa urudi nyuma. Kwa nini mimi nimepewa talaka? Na talaka haitoki moja ujue. Umenifahamu? Talaka inatoka ya kwanza. Maana yake nini? Onyo. Talaka inatoka ya pili. Maana yake nini? Onyo. Ikibidi sasa ya tatu ujue tena ndo basi. Lakini sasa hivi mtu anakuambia nataka zote kwa pamoja. Yaani hajapata talaka moja. Yeye anakuambia mimi nataka talaka zote unipi hapa. Tena anamshikilia mume, anamkalia kidete. Unaijua talaka? Na ndo yule mdada ambaye tuliomzungumzia ambaye yuko Tanga. Anakuambia nimepewa talaka, nimezidai talaka zote kwa mpigo na wala sijachukia. Yaani hili swala mimi nimelifurahia. Sasa mpeleleze huyo. Amepita chuoni? Anaielewa dini? Ndio. Umenifahamu? Sasa wewe yule kashafanya vile. Na wewe kesho unaenda kuchukua nini na wewe unaenda kudai talaka, mwenzangu kadai talaka hivi. Kwa nini mamlaka husika imeingilia kati? Ndio. Hili swala. Kwa sababu sio sahihi. Na kama litaachwa, litazidi kupotosha jamii. Itakuwa kama fashion. Umenifahamu? Kwa hiyo hizi mamlaka zitakuwa ile swala limefanyika, alafu mamlaka zimekaa kimya. Wasingekwenda. Ni jambo la kawaida. Ndio. Lakini mamlaka husika imeenda kuingilia kati hili swala la kusherekea talaka, au wenyewe mnaita usiku wa talaka. Umenifahamu? Usiku wa talaka. Umenifahamu? Hili swala halipo. Na watu walikunywa wakacheza. Na hata hili swala na mabango. Na hili hata hili swala la kutoka kwenda kuchukua vyombo kwa sherehe. Unajizalilisha wewe mwenyewe. Umenifahamu? Wewe unajizalilisha. Siku umekwenda sasa. Umerudi, nafsi imerudi. Utarudi kwa sherehe. Sasa ndo pale ambapo mimi nilikuwa nasema nishashuhudia vyombo vimeenda kuchukuliwa na Beni, Vijora, different time. Kwani yule mwanamke kafika wiki anataka rudiwe. Ndio hicho alichora kuuliza elimu unayo. Alienda kwa ngoma. Hata wiki haijafikwa. Tena yule mwanamke ndo anaimdai mwanamme. Ushafahamu anakwambia mashetani, anasingizia watu nimeroga. Na kuroga nani wewe? Si akili yangu. Akili yako. Wanazusha mpaka umeenda kupimwa wewe kama akili zako zimeruka. Umenifahamu? Na ndio maana ukaambiwa hasira hasara. Manake unapokuwa na hasira na kuambia si ndo kaniacha, basi mimi ndo nataka nimuoneshe. Tena nitaenda kutafuta watu wenye uwezo, yani watu wanayamaliza maneno. Unaambiwa ukisema mengine bakisha. Hebu tuende kwenye simu tukawasikilize wao ambao wanatufuatilia kupitia Chapoi kwenye redio, kwenye television. Hii inaitwa television. Kupitia 0778 kupitia 0778 365656 unaweza kutupigia simu sasa hivi na ukachangia mada yetu ambayo tunaizungumzia hapa juu ya swala zima la hawa wadada ambao wanafanyia sherehe mambo ya talaka kwenye line. Hello. Hello. Nzuri, habari yako? Naongea na nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Chapu. Naam, twende katika mada. Mada nimefurahia sana ndo. Nayafurahia sana kusemana yako kweli kweli. Na wengine tunawakataza hasa mtu wakaacha jirani wa kutoka na kumwambia msebe. Lakini kwa kawaida bado shindo la wanawake wanaume tukwambia hivyo, wanaume wanakuwa vipi watu, ila tukiwaambia kama kaachwa basi uondokeni watu wawili watatu, tukafika ulizeni hadi majirani, mchukue vitu muondoke kwa salama amani. Basi haina haja ya kwamba kutia mahina, kutia mapiko, kufanyaje au hayana maana, kwa sababu ni talaka. Kama umetoa talaka moja au talaka mbili, kesho kutwa unakuja kurejewa, sababu hiyo karejea wale niliokwenda nao pale tukapatukana pale Kiamboni. Kesho kutwa mnakuja wasila marafiki wale wanakushauriwa. Hilo suala kwa kusema kweli, hiyo mada leo nimefurahi sana, na nishajiona na kuna watu wengi nishawakanya, lakini hawani sikii kwa sababu kuona kwamba ndo wao wanaona ndo wao wanajisi ndo wao wa mjini. Kwa hiyo mada leo nimefurahia sana hasa kwa baada ya kusema hayo, asanteni sana. Haya, asante sana.
Halo, halo. Asalamu alaykum. Waalaikum salam, habari yako? Sasa naongea na Mama Hassan kutokea Buiju. Naam, karibu katika mada. Mada mimi natoa nini kama ushauri tu kwa wanawake zangu, si vizuri tunapokuwa tunafanya. Hiyo mada tu iacheni, tusifanyeni hivyo, sio vizuri. Ushawahi kualikwa wewe kwenda kwenye usiku wa talaka? Mimi siende hata nikaalikwa siende. Lakini ushawahi au bado? Sijawahi na wala sijaweka hasa bado hiyo siku. Kwa sababu kuna leo na kesho, unataka urudi, baadaye unarudi hapa njia gani? Hata kama mtu alikuwa anataka kukurudia, unafikiria hapo sasa ile na Kweli, ndio. hiyo sio vizuri, tuacheni, tunaona tabia hiyo, tusirudieni tena, si vizuri. Asante. Ndio ushauri wangu. Asante sana. Na Dasha, tukiangalia sasa hivi karibu na mwezi, tunaelekea kwenye mwezi wa Ramadhani. Umenifahamu? Hivi vitu watu tujaribu sana kuvikemea. Na wewe ambao unakuja kualikwa imagine, unaambiwa bwana, leo naenda kudai talaka. Nataka ukanisaidie kijora hichi hapa. Hivi jiulize, nataka ukisambaze kijora mtaa mzima wajue siku ambayo imekuwa wewe. Na wewe itakuwaje labda? Nataka mtaa ujue, mtaa mzima wanijue. Kwenye line. Hello. Waalaikum salam, habari yako? Salama za hapo. Za hapa njema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naitwa nani, unapiga simu ukiwa wapi? Naitwa Mama Shabani kutoka Mwera Mnazi. Karibu sana Mama Shabani. Na mimi ninachosema ni kweli, hususan wanawake tumezidi. Baadhi yetu. Ndio. Lakini hicho kitendo inakuwa sio vizuri, kwa sababu hata Mungu hapendi. Ushawahi kualikwa shoga yangu? Subiri bwana, tumsikilize. Ushawahi kualikwa wewe katika kuchukua vyombo kwa mabeni? Kualikwa sijawahi, ila niliwahi kuona tu. Ila sio vizuri. Asante. Haya, tuangalie kwenye laini. Hello. Halo, asalamu alaykum. Waalaikum salam, habari yako? Salama, nyie za huko? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naitwa nani, unapiga simu ukiwa wapi? Iwalda kuone uandani. Naam, twende katika mada. Kwanza, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabisa. Wanawake wenzangu tunapotea. Turudini madarasa, tutizameni na Mwenyezi Mungu au Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabisa. Kwa sababu vitendo vinavyokwenda sasa hivi tunaenda huko. Limeanza na mmoja na mwingine atamaliza, lakini sio. Kwanza hiyo talaka yenyewe Mwenyezi Mungu kaiharamisha. Ile kutamka tu unapata dhambi ngapi? Madhambi tele. Leo tunafanya kama hivyo, unajitizama mwenyewe unafanya mambo hayo, una watoto mabalele wale na unafanya masuala kama hayo hapo, watoto wako unaonyesha picha gani au unawapa taswira gani? Baada ya siku roho inakurudi, unataka kurudi, unarudi kwa njia gani? Huna. Na hawa mababa zetu au waume zetu tunawalazimisha talaka. Na vile sivyo, mimi nishawahi kushuhudia mwanamume kakaliwa kidete. Talaka itoke, mwanamke hasikii, haoni aibu mtaani tafani. Kwa siku mwanamume talaka katoa. Toa bibi katoa vyombo, wahoe na vigelegele. Mwisho wa siku mwanamume kakaa kalia mpaka akapata presha. Kwa nini? Yule mwanamke alikuwa anamtaka, anajisema na familia, Kwa hiyo na wahusia wanawake wenzangu, talaka ni kitu kibaya mpaka kwa Mwenyezi Mungu. Pia unajitia kisirani. Yangu ni hayo tu. Tunakushukuru sana. Asante sana, tunakushukuru. Dasha, tumemsikia mama alivyozungumza. Kweli. Mtu anazungumza, unakwenda kudai kwa shangwe na hoihoi. Baada ya siku, hata kama pengine haifiki hata wiki, tayari ndio palisema mwanzo kwamba roho tayari inakuwa inarudi. Unataka kurudi kule, unaona aibu. Amezungumza turudi kwa Mwenyezi Mungu. Ndio, turudi kwenye dini. Hii yote kukosa elimu. Umenifahamu? Kwa hiyo kokote tutakozunguka watu tunakosa elimu. Turudi kwenye madarasa. Hello. Habari yako?
Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Halo? Naam. Twende katika mada, Bwana Shabani. Haya, katika mada, unajua ndugu zetu, dada zetu, mama zetu wanakosea sana. Baadhi yao. Wewe pale bahari unakaa jambo kama hilo, ndio na kesho unataka kutoka na jirani mwingine hata kurudi pale, wewe utaporudi pale utaingia pesa. Kwa hiyo waache kujiweka katika jambo kama hilo, kwa sababu tuangalie Mungu wetu. Asante. Asante sana, nakwambieni muache, kwa sababu mtakavyorudi mnarudi kwa njia gani? Uso unaopeleka wapi? Hello? Naam, twende katika mada. Kwanza huo mtihani. Lakini huo umejawa mafungu mengi. Haraka na wenzangu hapa. La kwanza, mtu anafanya hivyo ujue huyo hana malezi dadangu. Ndio. Alikuwa anafanya mambo hayo mpaka siku yake anafanya vituko kuanzia kwa wazee wake kwanza. Mtu anafanya vituko mbele ya nyumba ya wazee wake. Ndio. Au ndani ya jamii yake wanamuona, atashindwaje kufanya mambo hayo mbele ya mume? Hashindwi. La pili, mume wanao yeye ndo kamsha roho kwa katoa talaka usiku wa talaka. Na akusikia sasa katika TV na maredio na mama yake kashangilia. Sawa? Lakini sitoshe unakudai talaka ya vita. Mwanamke anakukamatia vitu vizito. Ndugu yangu shatukuta kazi njema. Asante, poleni. Kuna watu wanakimbia nyumba, kuongezea. Mtu nyumbani kwake anakukimbia. Ndio. Siku 3, siku 4 kwa kugopa hiyo talaka. Akiingia tu mwanamke, talaka yangu. Akiingia, mtu kafanya kosa gani? Kuna makosa mengi yamefanyika duniani. Msameheane, muishi. Haya, kwenye line. Hello. Wa alaikum salam, habari yako? Nzuri za kwenu. Ninashukuru Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Naitwa Amina, niko Hanyegwa. Naam, twende katika mada. Amina. Naona leo chakula imechapuka vizuri. Sasa haya mambo yapo. Maana binafsi nishanikuta. Ndugu wangu aliacha mke hivyo tukajilika deni likaletwa. Kwa kuchukua vyombo. Hali ndani sina aibu. Lakini nilipata kishamba sasa kwenye sasa hapo. Wanasema ni kujibadilisha, tunajibadilisha kweli, wanawake paka ndio watu wanaenda kwenda na anaambiwa tunakuchukua kwa sababu haya haitakuwaje. Watu wanaogopa kutakumua mwanamke, unajibadilisha. Ukizuru wangu ukidaka kubadilisha kitu kubwa mahakamani. Hii tunafanya nzuri haionekani hii, lakini ndio tunajibadilisha. Kabisa. Tusiache baadhi yetu. Baadhi yetu. Kwa sababu ya elimu hatuna. Lakini tunajibadilisha. Asante. Unaambua mambo kwa ushahidi. Na huyu ni miongoni wa mmoja wa shahidi. Halo. Halo. Wa alaikum salam, habari yako? Salama za studio. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Mama Asra kwa Shauri Moyo. Naam, twende katika mada. Kuna baadhi ya wanawake wanakuja. Kwa sababu kitizama utadai talaka, utapewa talaka 3, baadaye unajuta. Tena unampiga ila mwanamume. Hakai na mke. Na kuna mwanamume huyo akipata mwanamke mwingine anakaa naye, wewe mwenyewe unashangaa. Kabisa. Watu wake wanawake tabia mbaya hiyo. Asante. Asante sana. Kaongea maneno mazito. Naona umeoka loudspeaker. Maana yake kabisa unashadidia. Kinachozungumza kinachozungumzwa lakini kweli kiuhalisia kipo. Umeelewa? Mwanaume unatiwa hila. Mwanaume unapakaziwa, kuna wanaume mpaka wanahama mitaa. Kwa kupakaziwa ile kuona kuacha tu. Kuona kuacha tu. Lakini pengine naye hajatizama wale kwenda kuoa. Ni nani? Unaambiwa kabisa unaenda kuoa, unaenda kutizama, si wale ambao tunakamatana kule sehemu zetu. Haya, tuangalie kwenye line. Hello. Habari yako? Wa alaikum salam, unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Hello. Naitwa Radia kutokea Mpendae. Naam, karibu katika mada.
Kweli wanawake tusiwe hivyo. Baadhi yetu. Baadhi yetu, lakini wengine wasiwe hivyo. Mtu akiachwa atakuwa shukuru Mwenyezi Mungu, arudi kwa Mwenyezi Mungu, aombe dua, halafu baadaye kama anaanza kurejea, lakini haina haja ya kuchukua tena tufu nanga kitu gani. Tusiwe wasiwe hivyo. Haya, asante sana. Siku hizi ukienda katika maholi unaambiwa sherehe ya kuacha sisi tunapokea. Na namba za simu watu wanatoa. Yani hapa mamlaka husika inapenyeza penyeza watu. Ukitaka kwenye kuachwa tupo. Tunapokea sherehe za kuacha sisi bila wasiwasi. Wanajitangaza kwa kwa sababu mamlaka husika mtu kama wao mkamate kabisa, kwa sababu anavunja miko na sika utamaduni. Haya, hello. Utangaze sana ya kuacha wewe unapokea. Hello? Habari yako? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Naam, twende katika mada. Katika mada ya hayo mambo ya twende kwa mfano. Mzee wangu ya mume, nyumba ya mume, nakataka mwenyewe kuachwa. Akamtishia amani, ndio alipokuwa yote la sema mwenyewe sasa siaupa mie hatari. Kaka yangu alipopewa kaambia umenipiga kisu chombo, ndio akaanza hivyo vituko, godoro wakakichoma ndani ya nyumba na sita kwa sita. Mtihani mkubwa si mdogo, unapopia mwanangu kwa hadithi kwake wewe mwenyewe na akili yako. Alipokuwa talaka ndo akaanza hivyo visa. Hatari. Alafu hakukazana watoto wawili mapacha. Haya, asante, poleni. Haya, asante, kishapoa. Haya. Ashaoa tena. Haya. Keshaoa mke mwingine. Kashaoa mke mwingine kwa raha zake. Kwa raha zake. Mungu amjalie akae nayo. Haya, asante. Hatari. Hello? Kwambia sija. Hello? Habari nzuri. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Napiga simu kutoka Mbagala, naitwa Habiba Bugibugi. Naam, karibu katika mada. Tunaenda kwenye mada kuhusu masuala ya taraka. Naam, nakusikia. Kuhusu masuala ya taraka, kuhusu mimi kwa kweli taraka huwa sipendi kwa kweli. Ndio kipindi hicho. Ndio. Kwa hiyo masuala ya taraka kwa kweli mimi kwanza huwa na laani mno. Ukiona mtu anadai taraka kwa kweli huko tunaniuma. Kiasi. Kwa sababu taraka sio kitu cha maana. Hata sisi wanawake pale tunapotoka utajui raha yake na shida yake. Sasa unapokwenda na utakuta shida zaidi ya pale ulipotoka. Kweli. Matokeo unakuja unarudi tena, na wakati huo umeshakaa, umefanya sherehe, umefanya nini. Kwa kweli mimi nawaambia wanawake wenzangu, taraka sio nzuri. Wajaribu kujitahidi kuwalainisha wanaume zao ili wabaki majumbani kwao, wasidanganyike. Asante. Haya, nashukuru. Asante sana kwa mchango wako. Mama mpango subiri kidogo tuchangie. Unajua mama amezungumza maneno hapo kwamba inamuuma, umenifahamu, kwa sababu tayari pengine ameshapata elimu, anaijua uchungu wa talaka. Na jambo kubwa Daasha, umenifahamu, kwamba unapokuwa kwenye ndoa unaona kwamba mimi maisha ya kawaida. Ndio. Umenifahamu, ukitoka sasa nje ya ndani ya ndoa sasa, unapoenda kuona unapewa amri na mama, osha vyombo, sijui fanya hichi, wewe ushatwa. Kwa hiyo huko hapa yale maneno
yanakuumiza, unasema sasa bora mimi nirudi kule. Bora nirudi. Na huduma ambazo na wale mashoga zako walikuwa wanakuja kukushawishi. Maana hapo mara nyingi sana vinakuwa vishawishi vingi. Ndio. Bwana mume ana kitu, achana naye, si hivi au aidha umo ndani ya ndoa. Unajua kuna wanaume wengine wanapenda wanawake ambao wamo ndani ya ndoa kwa kupenda mteremko tu. Hiyo pia ipo. Kwa kuharibia. Akishamuona mtu pale pengine amekaa, yeye sasa yeye ndo anamtaka yule mtu yumo ndani ya ndoa. Ikija ikivunjika ile ndoa, aende kwa yule sasa. Kule kishawishi sasa kinakuwa kishawishi. Pengine kule atamwambia mimi nitakuoa, sijui nitakupa nyumba nyingine, achana naye, sijui vile. Kumbe siku ya siku alichokuwa anakitaka kashakipata, mwisho wa habari anatupwa hapo. Tena anatupwa pale anapoachwa. Ajui akamate kushoto, ajui akamate kulia. Huku ushenda kudai talaka mpaka kwa kazi ushapiga beni. Na mtu kama wewe ukimkuta anafanya vitu kama hivyo, ujue kuna kitu nyuma. Ndio. Umenifahamu? Naongopa Dasha. Umenifahamu? Kwamba anafanya kile kitu tayari huku nyuma anamwega. Sasa ule mwega ukishavunjika, ndipo unakuja kumkuta sasa anataka kurudi huku. Anarudi huku sasa hana moja, hana mbili. Kikubwa kwamba kuna baadhi ya kina mama tunadanganyika ovyo. Tunashawishiwa ovyo. Vishawishi vingi. Kwa hiyo kama tunazungumza kwenye chapuo na kuna watu ambao wanafuata hivyo vitu. Unajua jambo tunalizungumza ni kubwa sana. Pengine hapa tunapozungumza Daasha, kuna watu kwenye ndoa na migogoro huko. Wanafika wengine ndo wapo sasa hivi wanadai hizo talaka. Acheni. Na wengine wapo katika matayarisho ya vijora kwenda kuchukua vyombo. Umenifahamu? Acheni. Msifanye hicho kitu, sio kizuri. Talaka ni kitu kikubwa duniani. Talaka, unajua unaweza ukapewa talaka ikakuzuru. Kabisa. Unaelewa hilo? Kwa sababu pengine mume hajawahi kukufanyia mabaya. Mume alikuwa anakuheshimu. Unachotaka na kufanyia kila kitu anakupa. Leo unakwenda kuidai talaka tu kwa sababu tu kwamba fulani hivi na hivi na hivi, maneno ya huku chokochoko umeachwa. Mume akiwa hajarizika, ndo kama unavyozungumza, kuna mama kazungumza hapo. Kaingia pressure. Kwa nini kaingia? Upendo. Nafsi, kitu ambacho kipo moyoni. Tuangalie simu 3 za mwisho kwenye line. Hello. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam, habari yako? Nzuri, naitwa Mama Adila kwa Kiweza. Naam, karibu. Haya. Mimi naambia wanajamii si vizuri udai talaka kama hivyo kwa shangwe. Ushawahi kualikwa shoga yangu? Ushawahi kualikwa? Nafsi yangu mwenyewe katoni na miaka 18, nilishuhudia jirani yangu ameachwa. Alipoachwa watu kama jana wamefanya shughuli mtaani. Ndio. Wakasema mtani nguo zetu zile hatujazivaa. Wacha tuvae. Wakavaa wakajitia kwenye kijana kwenda chukua vyombo. Mpaka leo hakuolewa. Yule aloachwa hakuolewa mpaka leo. Kwa hiyo mambo mengine tunajitia noksi. Kweli. Kaidani ardhi na mbingu inatikisika. Kweli. Tuambike mtu anafurahia kwa masare kwa vinini. Kama masara tu yenyewe. Wao walivaa desare. Tukachukua vyombo vya ndugu yetu. Hakuolewa. Anamtamani mume sasa hivi yuko wapi? Tunaitaka talaka wewe. Haya. Mambo mengine hapendezi sasa katika jamii. Sio mazuri hata kabisa. Iko kote tu, lakini tu itafute tena kwa mashangwe kwa vijana. Ndio, tunajisahau Waislamu jamani. Asante. Umesikia mambo hayo? Usiombe likukute. Jambo likukute tu, usilitafute. Hello? Hello? Wa alaykum salaam, habari yako? Kwema, unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Hata siku moja. Ndio. Kabisa. Jua kali, ndugu yangu, jua kali. Mimi hapa nzipo kula kile kifanye chochote, kifanye lolote, lakini napambana na ndoa yangu. Asante. Shukrani.
anakwambia anapambana na ndoa yake kabisa. Ndio jambo la msingi. nje Uvumilivu. jua kali kweli kweli. Uvumilivu. Simu ya mwisho kwenye line. Hello. Wa alaikum salamu. Vipi hali? Nzuri. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Hapa nazungumza na Omar Abdalla Omar hapa Ngogoni, Chake Chake Pemba maarufu Boni. Karibu katika mada. Omar Abdalla Omar hapa Ngogoni, Chake Chake Pemba maarufu Boni. Naam, karibu katika mada. Mada nzuri, lakini tusifuate vishawishi. Hello? Mada tusifuate vishawishi. Ina DJ Father akatuhadaa. Hatari, ndio wao. Wao kuna DJ Father. Sasa wakorofi. Angalia watoto wetu halafu wakahadalika, halafu wakawaacha njiani. Wakishamkuta mtoto tena katulia anakwambia mimi nitakuoa. Boni bwana mimi Akamhadaa, ikabidi adai talaka, halafu akanitupa njiani. Boni bwana uniombe radhi kwa maandishi bwana. Mtamuoa. Eh? DJ Father aache hizo tabia. Ache kabisa. Asante. Asante sana. DJ Father samahani bwana. Asante. Asante sana. Huyu bwana Boni mtani wangu. Ni rafiki yangu lakini ametoa mifano hai na hicho alichokizungumza kipo. Ndio. Kuna baadhi ya kina baba na sisi kwa kudanganya kidogo daasha tumo. Dada mtu nitakuoa nitafanya hivi na hivi, lakini hili aliingii kwenye hii mada yetu. Yeye ametoka kidogo nje ya hii mada. Sisi tunazungumzia tayari ambaye nishamuoa, yumo ndani ya ndoa, anadai talaka na pia akishapata talaka anakwenda kuchukua vyombo kwa sherehe. Kwa ufupi sherehe. Kwanza talaka ifanywe sherehe. Unapata ujasiri gani hasa? Mimi nishaachwa kutangaza. Mimi sitangazi. Ndio kupata elimu. Unajisikia aibu. Unajua wakati mwingine mtu anaacha kurudi kule mtaani anaona aibu. Inafika mtu yupo mtaani miezi mitatu, watu hawajui vipi, pengine ajisikilizia na ujauzito. Umeelewa? Hata akija kisikia mtu kaachwa wakati huo wa nyuma wazee wetu. Ushafika mwaka. Yule kaachwa. Kuna watu wanaachwa wakati huo, sisi tulikuwa na mabibi na mababu. Unakuta baada ya miezi 6 anaolewa. Kumbe alikuwa kaachwa yule. Hujui. Yaani hujui. Yaani kimya. Sasa hivi umeachwa mtaa mzima. Ameshaachwa mwenzangu mjane. Wengine hata wakiwachwa hawarudi mitaani kwao. Hawarudi kabisa. Aidha kama ana uwezo ana kodi au kama anaenda kwa ndugu, jamaa, mjomba, shangazi, kurudi pale mtaani hawarudi. Kwa nini arudi? Labda kwa nini unauliza? Anajisikia shida. Sio shida. Anaona aibu. Kwa sababu hicho kitu sio kizuri. Sio kizuri. Lakini leo mimi sitangazi Father. Sitangazi. Kama Nimeachwa wewe. Angalia mipango kama ndo mtu wale wenye mabeni nyinyi. Yaani mimi hapa ukiniona katika kipindi utaniona hivi kwa sababu nipo katika kazi, nipo kazini. Lakini mbona mimi mtu mtaratibu sana. Yaani mimi ni mpole kuliko Daasha. Mungu akusaidie. Tuangalie katika upande wa message Daasha. Kwa upande wa ujumbe fupi ziko kibao hapa. Leo lazima zitajao. Umo. Tuangalie 2 3. Nakwambia mimi nimeachwa. Wewe unatangaza? Zaje kwa mfano? Sitangazi hata siku moja. Siwahi, sithubutu kutangaza. Mtaulizana. Anza hizo za juu hizo chini za chezo. Anza hizo maana message ukisema zianze za chini hizo inakuwa shida kidogo. Zipo. Hebu tuweke mitambo sawa kidogo. Mitambo kuna anza za juu. Hapa kuna watu na msikilizaji na mtazamaji, haya tupitie ujumbe wako mfupi. Huyu anasema anasema habari zenu. Kusema kweli hayo mambo yapo, na alafu huyu anakwenda kuchukua vyombo kwa Beni siku ya 3 unamkuta anakuja mwenyewe kwa yule mwanamme, hata haoni. Niseme kama Dazu kutoka Afuone.
Assalamu alaikum, habari za chapu. Hayo mambo yapo. Mimi kuna rafiki yangu alikuwa na mke, alipomwacha siku ya kuja kuchukua vitu vyake alikuja na beni na alipiga muziki siku 3. Nisome kama Muhamedi kutoka Kidutani Zanzibar. Nasema habari zenu na chapu. Naitwa Mrs. Badru, natokea Dar es Salaam. Ushauri wangu mimi kwa wanawake wenzangu, hiyo tabia sio nzuri tena, tuiacheni jamani. Tumalize moja ya mwisho. Huyo anasema, huyo anasalimia tu. Huyo anasema ni ushamba tu, hakuna kingine. Mwingine hata wakati anaolewa hakuwekwa sherehe. Kwa hiyo wakati wa kuchukua vyombo ukiona kaweka sherehe, ujue alikuwa katamani tu sherehe. Okay, asante. Katamani wakati na talaka. Tuende kwenye mustasari wa habari. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah ameshukuru nchi ya Urusi kwa kuendelea kushirikiana na Tanzania ikiwemo Zanzibar katika sekta mbalimbali za maendeleo. Amesema hayo wakati alipokutana na balozi wa Urusi nchini Tanzania, Balozi Andrei Avestian. Alifika ofisini kwake Vuga kumsalimia na kumpongeza juu ya maendeleo makubwa yaliyopo Zanzibar. Amesema Zanzibar imepiga hatua kubwa za kimaendeleo zilizotolewa na serikali, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya barabara na hospitali ambayo husaidia kuimarisha ustawi wa maendeleo ya wananchi wa Zanzibar. Wadau wa vyombo vya habari nchini wameiomba serikali kuharakisha kufanyiwa marekebisho ya sheria ya habari ili iendane na wakati wa sasa na mabadiliko ya teknolojia. Wakizungumza katika mkutano kati ya wadau wa habari na viongozi wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo uliofanyika Kariakoo, wamesema wakati umefika kufanyiwa kazi marekebisho ya sheria hiyo ili waandishi wa habari waweze kufanya kazi zao ipasavyo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Dr. Riziki Pembe Juma amesema ni vyema kwa waandishi wa habari kuunda umoja utakaowezesha kuwa na sauti moja katika kushughulikia masuala yanayohusu taaluma na maslahi yao kwa ujumla. Waziri wa Vijana, Ajira na Uwezeshaji Mheshimiwa Shabani Ali Uthman amewataka wajumbe wa kamati ya uchaguzi wa Baraza la Vijana waliochaguliwa kusimamia uchaguzi ngazi ya shehia kufanya uadilifu na kufuata sheria za uchaguzi zilizowekwa ili kuwasaidia kupata viongozi bora katika baraza hilo. Akifungua mafunzo ya siku moja kwa wajumbe wa kamati hiyo, amesema katika kupata viongozi bora ni vyema kusimamia majukumu yao bila ya upendeleo wowote ili kufikia azma ya wizara ya kutoa fursa kwa vijana kuanzia ngazi za shehia. Katibu Mkuu Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji Mheshimiwa Salama Mbaruku Khatibu amesema wanaendelea kuwashajihisha vijana kutumia fursa zinazokuja ili kufikia malengo ya kuwapatia maendeleo vijana wa Zanzibar na kuwasisitiza kujitokeza kuwania nafasi za uongozi katika shehia zao. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa ujiti. Nukuyo. Tungo hizo. Tungo zilitungwa dashi. Hatari kweli kweli. Zimetungwa, zimeimba. Umenifahamu? Wameangalia kwenye jamii kuna nini? Wakaona hili swala ili tuliweke katika swala ya tungo. Tufikishe ujumbe kwenye masuala ya music. Ujetimu kusoma. Unatazama nini? Rejea tena chuoni. Rudia tena chuoni. Usione shida. Ukiambiwa hivyo, basi jitathmini. Bado sana. Una kasoro gani? Una kasoro gani mpaka wewe unaniambia mimi sijahitimu kusoma? Kwa sababu rejea tena chuoni. Yaani ni maneno ambayo kidogo dasha ukiambiwa, ukutana na mtu anakuambia umefanya kitu alafu kile kitu labda kimemuuzi. Akikwambia hebu hujahitimu kusoma, nenda kasome tena. Kwamba yeye kakuzidi mara ngapi? Alafu jitathmini. Kwa nini kanaambia mimi sijahitimu kusoma huyu? Kuna walakini. Lazima ujifikirie. Lakini huku kuna chungu kaona kivuno. Tuende kwenye simu. Kupitia 0778365656. Jamani, ipi kali? Kuna chungu kaona kivuno na rejea tena chuoni. Kwenye line, hello. Halo Daasha. Naam, habari yako Shostito? Nzuri, kwema hapo studio. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Unaongea na Mama Sahi kutokea maeneo ya Jani
Kikogweni hapa. Naam, twenzetu, kuna chungu kaona kivuno na rejea tena chuoni. Hapo nakwambia Daasha, hujahitimu kusoma, rejea tena chuoni. Bado sana tu. Msalimie DJ Fata. Asante. Salamu zimefika. Asante. Na mimi nikisalimiwa huwa nafurahi hapa. Salamu ni muhimu sana. Yaani mimi nikisalimiwa bichwa linazidi. Kwenye line, hello. Halo. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Naitwa Benjuma Ali wa Taveta Merine. Naam, kuna chungu kaona kivuno na rejea tena chuoni. Rejea tena chuoni. Asante sana. Haya pia. Na tunataka tuambie leo akisema Daasha wafafanue. Kuna Asha wawili hapa. Kuna Asha Hamadi na Asha Lakini wewe Asha, huyu Daasha. Si haya. Hello. Kwenye line, hello. Habari yako? Wasema mama mipango. Salama, unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Niko kusema naitwa Mama Asma. Naam, Mama Asma, kuna chungu kaona kivuno na rejea tena chuoni. Rejea tena chuoni. Asante sana, nitarejea dada. Inawezekana kanaambiwa mimi hapa najishuku. Hello. Najishuku ndo huyo. Kwenye line, waalaikum salaam, habari yako? Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Naam, twenzetu baba. Haya, asante. Haya, asante. Bado simu moja. Tukamilishe zoezi letu la upigaji kura kwenye line. Hello. Hello. Habari yako? Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Naam, twenzetu dada. Haya, asante sana. Haya. Kwenye upande wa kura hapo ipi kali? Chungu kaona kivuno kapata kura moja, si ndio? Chungu kaona kivuno kapata kura moja, rejea tena chuoni kapata kura 4. Unalianzisha bifu. Tunakwenda kutoka hapo tunaelekea kwenye kipengele cha birthday aliozaliwa siku ya leo. Ndio. Wakae tayari kuweza kuja kupiga simu na kutuambia nani kazaliwa siku ya leo. Kwa muda huu kidogo tuirejeshe tena. Tulimradi iwe tarehe na mwezi kama ya leo. Kwenye line, hello. Nzuri, unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Leo bwana na besti wangu hapa naitwa Bilal Salguma, lakini mbali kuna kitu kama leo amezaliwa na tulikuwa tunashia idea kitu kama leo kwa Mmemwandalia nini? Nasema kweli huko aliko leo napasha zake kuja online. Na mbona atazipokea? Na njema tu kwa kesho. Haya, asante sana. Okay. Na kapicha kako tuna kiposti muhimu sana. Naam, kupitia 0778365656 utuambie leo kazaliwa nani jamani, tarehe kama ya leo. Hello. Halo. Habari yako? Salama, habari ya leo kaka. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Dr. Kupe huyo. Dr. Kupe, karibu. Kazaliwa nani leo? Leo kazaliwa mjomba wangu Sudi leo. Mmemwandalia nini? Leo nimemwandalia leo wale leo pambazi leo. Asante sana bwana. Haya, namwambia na mama Shera kwa tafute line. Haya, sawa. DJ Faza unasikia hapo? Anakusikia vizuri DJ Faza. Naam. Unaitwa na Dr. Kupe. Namsikia. Na anakusikia. Haya. Kesho tukija bwana kwa na msubiri tukasake keke kando na mpelekea kufika nyumbani. Na msubiri kesho asubuhi. Haya, salamu amezipata bwana. DJ Faza, unaambiwa kesho mkatafute kenge.
Mkasake. Mie kenge na watega mimunyo. Unajua kenge wanapatikana sehemu gani? Kwenye matundu yale ya mashimo ya chochoo. Kenge. Kwenye yale matundu yale ya mawe. Mwituni mule kidogo. Lakini kwenye mashimo mule ya chochoo ndo mara nyingi wanakaaga wale kenge. Haya, hello. Mtu mtamu kenge. Sijambo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Habari yako? Nani kazaliwa siku ya leo? Ninawapongeza wote waliozaliwa tarehe ya leo. Allah wajalie kila la heri na mafanikio mema katika maisha yao. Na hongera kwa kuongeza namba nyingine. Asante sana. Haya, tena tuko pamoja. Haya, asante. Watoto wengine siku ya kuzaliwa wanaona kama sherehe gani sijui. Yaani wanapenda sana birthday watoto. Yaani hawaelewi. Hello. Yafanyia. Wa alaikum salaam, habari yako? Salama za studio hapo. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Simu kutoka Jambiani Mchangani hapa, unaongea na Bihalua. Nani kazaliwa siku ya leo Bihalua? Ninawapongeza wote waliozaliwa tarehe kama ya leo, mwaka jana, mwaka juzi, lakini ikiwa tarehe ya leo, Mungu awape afya njema. Asante sana. Dasha. Naam. Mwambie nampa pole MTD Hadija huyo. Mungu amsalie salama. Asante sana. Haya, asante. Hello. Halo, mambo vipi? Poa, habari yako? Habari yangu ni nzuri. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Hello. Vipi tena? Hello? Hello? Habari yako? Nzuri tu. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Mimi naitwa Maalim Ali Kwanza Nyendo, naishi Ukerewe, Zanzibar. Kazaliwa nani siku ya leo? Wajukuu zangu wawili pacha wamezaliwa tarehe ya leo, na wapa hai na shawalika leo mchana wajikula msito kwa pweza hapa pangu. Wanatimiza miaka mingapi? Chakula kitamu sana. Sasa miaka minne. Anakwambia Faza utamwalika. Mate anamtuka. Lazima kumwalika yeye, ni wajibu wake ajishuhudie na wajukuu zangu. Napenda sana aje huyo. Maana yake hapa anasema chakula kitamu sana hapa. Tunamwambia la twist ya kakatesi inaitwa ile pia ipo. Karkade. Kwa hivyo huyo anti aje haraka sana. Nipenda nitakuwa nimefurahi kweli, maana atatufanyia surprise. Haya, asante bwana. Hilo ombi lake limepita bila kupingwa. Haya. Karibuni nyote hapo studio. Asante sana. Lakini yeye awe mbele huyo. Haya, atatuongoza. Ndio kiongozi wetu mundani. Haya, shukrani. Haya, asante. Hello? Haya, kaondoka. Hello? Wa alaikum salaam, habari yako? Nzuri za mjengoni. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Kwa jina naitwa Latifa Ahmed Najabu wa Kisauni Printing. Nani kazaliwa siku ya leo? Nampongeza bebi wangu kwa kutimiza miaka kadhaa. Bebi mtoto, bebi mtu mzima. Mzima. Hatari kweli. Jiachie kweli. Umemwandalia nini leo? Umemwandalia nini shoga yangu? Kila kitu. Namsubiri aje kazini. Mambo mazuri. Asante. Asubuhi njema. Asante sana. Kwenye line. Hello. Anakuambia na bebi wake. Watu na mabibi zao mjini. Hello. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Naitwa
Naam, kazaliwa nani siku ya leo? Kazaliwa mume wangu leo. Wow. Hongera sana. Anaitwa nani? DJ Father anakuuliza mumeo anaitwa nani? Anaitwa Muhammad. Umemwandalia nini siku ya leo? Mwanangu. Nzuri kabisa. Mashallah. Asante sana bwana. Mudi kazaliwa leo. Muhimu sana kuwekeana zawadi siku ya kuzaliwa. Upendo ndo unakuwa unazidi sana. Bila kuwekeana zawadi watu wengine mambo yanakuwa yanawatinga, wanakuwa wanasahau kabisa. Leo kama mume wangu kazaliwa, mke wangu kazaliwa, lakini mtu anakuwa anajisikia faraja sana siku aliozaliwa. Watu wengine wanakuwa wanasahau na kwa surprise DJ Faza moja kikumbuke inakuwa ni DJ Faza akirudi kwake analiona tu keki ile hapo. Lakini mama mara nyingi anaikumbuka hiyo siku. Hello. Hello. Wa alaikum salam, habari yako? Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Unaitwa nani? Awena. Nani kazaliwa leo? Mama yako? Umemwandalia nini? Awena? Kaondoka jamani. Mara kama andalia wali kwa ubwabwa kwa nyamu. Hello. Wa alaikum salam, habari yako? Habari nzuri, habari yako studio? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Ni Juma Aliamadi kutoka vitongoji uwandani Cheze bila mikosi, lakini Ukipenda we achia. Yupo anakusikia. Ukipenda we achia tu. Nani kazaliwa siku ya leo? Leo siku ya leo nampongeza mwanangu kwa kuzaliwa tarehe kama siku kama hii ya leo kabisa. Yaani hapa nilipo sasa hivi furaha iko yani chani yangu kabisa. Kwa hiyo ni mimi niwakaribishe nyote. DJ Fasa. Naam. Naye hapa baba Ahlamu kwenye dufu kulila kukata vichwa ile ambaye leo hapa ikipita saa 10 kama utakuja kwa ndege na kualika sana DJ Fasa ndio zako hapa kabisa. Atakuja huyo, maana kicheko nakwambia kizito sana. Basi yupo hapo Bahlamu naweza horokobo hapa ndani yake wote hapa kujumuika kwenye kitu hapa pana leo bonge la keki kabisa yani. Haya, asante sana. Asante, tuko pamoja. Lakini na Mama Abduli na ilikuwa sherehe nimemwalika lakini ndio ameniweka siku hizi kabisa. Atakuja. Akimaliza tu likizo yupo kama kawaida na inaishia tu. Mingi sana kufanya kwa nyinyi watangazaji hapo. Unakuja pata maadamu moja matatu matatu. Haya, tutatia timu huko. Kiroho safi. Tukialikwa tunaalikika. Basi njoo nyewe tu kabisa. Asante sana. Tuko pamoja. Haya, napokea simu mbili za mwisho, tuangalie upande wa message. Hello? Hello? Naambiwa maisha yote ukialikwa alikika bwana. Hello? Hello. Habari yako? Habari yangu ni njema, habari za kwako? Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Unaunguruma na sauti ya Magana wa Magana, ukipenda uniite baba kiwe manapiga simu niko ndani ya visiwani Pemba njia Ngomeni. Karibu sana mjomba. Nani kazaliwa siku ya leo? Siku ya leo kazaliwa Fatuma. Fatuma ndo nani? Fatuma Magana. Nani yako Fatuma? Fatuma ni mtoto wangu. Anatimiza miaka mingapi? Kazaliwa siku ya leo tu. Haya, asante. Tunawatakia asubuhi njema. Na wewe pia asante sana. Pamoja. Haya, pamoja sana. Nakwambia kazaliwa Fatuma tu leo. Hello. Habari yako? Unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi? Nani kazaliwa siku ya leo? Anatimiza miaka mingapi? Kaandaliwa nini leo?
Kaandaliwa nini tuje huko? Kaandalia kitu kizuri. Kitajwe. Haya, Kizuri. haya, asante. Haya. Haya. Nakwambia kaandaliwa kitu kizuri. Blue blue. Kaandaliwa vitu blue blue. Vitu vizuri, mambo kifika time mazuri niambie. kweli kweli. Tuangalie upande wa message, twende tukawapongeze kwa waliozaliwa kwa siku ya leo. Siku ya kuzaliwa bwana, muhimu sana kuandaliwa kitu kizuri Unakuwa unajisikia faraja. Naam. Huyo bado yuko katika Mada. Mada watu imewagusa kweli kweli. Za juu huko ndo za kuzaliwa. Mada watu zimewagusa kweli kweli, na bado kila siku tuna jipya sie. Nasema na Kaondoka. Mbona mada nyingi leo za nini? Message nyingi za mada. Basi twende tukawapongeze bwana. Basi wacha tuweze tukawapongeza kiwa mada nyingi za happy birthday. Dasha. Tumezaliwa, si ndio? Ndio. Vizuri, tukae nao vizuri bwana. Twende tukapikiwe. Haya. Leo mimi nadhani jiko tumpe mzima dawa. Kuna message hapa anasema za kupongeza za siku ya kuzaliwa. Huyo anasema asalamu alaikum, kwa majina naitwa Kulthum na kama nyanya kwa Manga, namtakia kheri ya kuzaliwa ndugu yangu kipenzi Ibrahim Makame kutoka wa Mwanyanya kwa Manga. Kwa Manga Huyo anasema habari zenu, heri ya kuzaliwa kwangu Umi Manha wa Binguni. Allah tupe umri wenye kheri. Amin. Sawa. Sasa tuanze. Na mimi hapo tunamfahamu Fatuma Mohamed ambaye alikuwa hapa ZBC kwenye Mawio. Tunamfahamu. Fatuma Mohamed ambaye sasa hivi yupo wizarani pale. Ndio. Yule mimi ni dadangu, leo amezaliwa tarehe kama leo mfano. Dada yetu wote. Maana na mimi pia ni dada yangu. Na tukisema tunaunga ukoo hapa. Sote ndugu yangu. Yule ni dada yangu, mama zetu. Kwa hiyo dada yangu amezaliwa bwana Fatuma Mohamed leo. Tunampongeza, Mungu ampe maisha marefu. Huko aliko, basi mambo mengine yaendelee. Mungu amjalie kila la kheri katika maisha yake. Mimi zawadi yangu kubwa naambia nampenda sana. Muhimu sana. Naam, twenzetu katika mapishi leo, sijui tunapikiwa nini. Tumkaribishe jiko mtu mzima. Baada yote kwa yote, kula ni muhimu sana. Leo hapa tutakula chakula cha asili. Ambapo tuenzi vyakula vyetu vya asili. Maboga. Tulia DJ. Mbona una haraka jamani? Tutapika na tutakula kwa pamoja. Ugali wa muhogo kwa mchuzi wa chukuchuku. Wewe napenda. Kule Tanga wanaita bada. Kwa tutapika, unatakiwa uwe na muhogo wako hapo nagusa watu gani unajua Daasha? Watu wa mikoani wanapendelea sana Mtwara huko ndo muhogo huko bwana, huna cha kusema. Chakuwa na muhogo wako mkavu, unaparapara vizuri, unaweka safi, unautwanga na kuchunga, tayari umeshapata unga wako. Sasa tuingie jikoni. Tafuta kitoweo chako, ikiwa kuna wengi wanapendelea kwa kuku wa kienyeji, nyama, hata kama una dagaa lako mwenyewe kavu dogodogo lile. Basi leo Asha, unapendelea kitoweo gani leo? Mimi kwa kuku. Haya. Ushamtengeneza, ushamweka viungo vyako vizuri, tangawizi, kitunguu thomu, chumvi pamoja na kiungo, unamkoleza, unaweka jikoni, anachemka, naiva, tayari kwa iva. Weka na tungule zako katia, weka na kiungo chako, ikiwa ndimu ama limau au embe mbichi na pilipili usikose. Pia na bizari yako vizuri. Mchuzi wako tayari ushaiva. Enjika maji yako jikoni mpaka yachemke, unapunguza, unakisia kutokana na unga wako uliokuwa nao. Unaweza kutia unga wako kidogo kidogo, futa na mwiko wako, suuza vizuri, anza songa kidogo kidogo, na epuka kwanza kutia maji mengi, kwa sababu unga muhogo ule unaweza ukiwa maji mengi basi hutokula ugali. Tia kidogo kidogo, hutaki maji mengi. Sokota
hivyo koroga, sokota mpaka umeiva. Unajua huu umeiva, epua, pakwa kwenye sahani, tayari ugali umekuwa tayari. Na umenikumbusha kitu Dasha kwenye hicho chakula. Mimi tulivyofika kijijini kwa Rufiji kule kwa Bimaza, Kibiti, ule ugali wa muhogo, ule muhogo pale jikoni kuna kama mijiti umewekwa juu hivi. Sasa tulivyofika sisi tukakuta yule bibi anatoa ile miogo, alafu ikawa kama ina manyuzi hivi meusi ikaparwa kama alivyozungumza, ukatwangwa. Lakini sasa baada ya kuja kupikwa ule ugali ukaja kuwa mweusi. Mkamnaulizana sasa mimi ndo kidogo nilikuwa na mkubwa na ndugu yangu wa kike anaitwa Siwazuri, yuko pale Kebo pale, kama unamfahamu. Akaona sasa yeye ndo mdogo, akamwambia chakula hichi. Na tulipofika kile chakula kilikuwa sio kwa kuku walivyosema huyu. Kuna kitu kinaitwa mrenda, lakini mrenda yenyewe sasa ni ule wa kiasili ambao umetiwa na mbaazi mbichi. Kwa hiyo ule ugali wa muhogo ukila unaweka lile tonge lile, alafu unafanya hivi. Sasa yule ndugu yangu akatizama, akasema mama, hii lami kutokana na ule weusi. Ni vyakula vya asili, na ndio maana kuta wenzetu wanakuwa na afya nzuri. Usikii maradhi kwa sababu ni ngano. Ni chakula ambacho adimu sana kwa watu wepesi hawawezi kupika ugali wa muhogo. La sivyo utapindua sufuria au hizo jifya zenyewe zitaenda upande. Ugali wa muhogo una ufundi kuupika. Kweli, wengine hawajui. Mimi napika ugali wa muhogo. Wengine si ugali wa muhogo, hata ule uji. Uji. Lakini kama alivyosema hapo, lazima ugali wa muhogo uende na chukuchuku, kwa sababu ugali wa muhogo tofauti na unga wa kawaida, ugali wa kawaida au bwabwa, kwa sababu ukilikata lile tonge unajua kwamba hili haligandi mchuzi. Sasa lazima uweke kama kishimo hivi kama unataka mchuzi. Ana mtaalam huyo. Ndio sifa ugali wa muhogo. Kwa hiyo leo Fadha kaguswa ndipo. Mlenda ule vipi? Mlenda ule. Mlenda na ule lazima utoboe kishimo. Hivi baba. Tunashukuru. Haya, asante sana bwana. Kama wema unauzwa ningekuwa milionea, kwa sababu nishafanyia wema watu wengi sana. Lakini maisha yote naambiwa afanya wema ende zako. Kabisa. Usisubiri shukurani. Ukisubiri shukurani utakufa, uzipati. Maisha yote unasifiwa ukifa. Ukitaka sifa, subiri ukifa. Tena wale watu ambao hawakupendi ndio utakuja kusikia yule alinifanyia hivi, wakati uhai ndio alikuwa anakukandamiza. Kama wema unauzwa ningelikuwa milioni, angekuwa na pesa hatari. Naam, twenzetu tukaage, muda hauko pamoja na sie. Mimi naitwa Muharram Mohamed, ukipenda kuniita DJ Faza. Siku leo tulipata mwenzetu hapa, dada yetu kipenzi, karibu sana, anaitwa Asha Haji. Wakati ule alikuwa anachanganya majina Asha Haji na Asha Hamadi. Asha Hamadi walikuwa wanachanganya majina. Kwa hiyo kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Ni washukuru chapu ya leo. Kama kuna kitu tumekikosea tusamee. Kesho kama kawaida tumhamisi baadhi ya watu fulani, kwa hiyo dadangu Amina Mchezo, lakini kesho nadhani atakuwa sawa, atakuja kama kawaida hapa. Leo nimeletea maji madropo, machupa maji nimeletea. Twenzetu bwana. Na msikilizaji na mtazamaji, mimi napenda kuaga na shukuru, leo hii nimeingia kwenye chapuo rasmi. Kwa bahati mbaya umeshtukizwa, ziara za kushtukiza. Leo kanishtukizia kuniingiza kwenye chapuo. Kwa hiyo na mimi nimeingia
Ukishakuwa utafanya mtangazaji nini? sehemu yoyote tu unaambiwa ingia tu. Unatakiwa uwe kiraka kila sehemu ingie. Jamani yote usikilizaji na utazamaji mzuri wa vipindi vyetu vinavyoendelea. Naam, mimi naitwa Asha Hamadi, mtoto halali wa Hamadi Saleh, mjukuu wa Saleh bin Daudi, kijukuu cha Mtume. Ndio napenda kujiita mama mipango. Tuonane kesho panapo majaliwa, lakini kwa wale wenye vingamuzi vya Baiti tukutane leo hii saa 8 ndani ya Baiti Swahili.